ya Nairobi. Tumpigeni makofi akija, kisha ndasonga kwa leader of majority. Na unajua huyu Passaris ni mama nguvu sana. Kuna kazi tunafanya na yeye kwa sababu tumeona wamama wetu wanaumia Nairobi. Na hiyo ni jambo ambalo lazima tuzungumzie. Na sio Nairobi, Kenya mzima. Mambo ya femicide. Wanaume jameni, itabidi sisi sasa ndo tuanze kutetea kina mama. Mambo unapata mama ameitwa amechinjwa. Ameitwa na boyfriend mahali ameuliwa. Tuache kusema ati suluhisho ni kuambia wasichana wakutane na mtu wa aina hii ama hii. Do not blame the victim. There is no justification of killing a female or anybody in our country. Your Excellency, you are here. The women of Nairobi are crying. The women of Kenya are crying. Tuwapatie security. Tuangalie mambo ya polisi wetu, mambo ya surveillance. Juzi tumepata wengine hapo Langata Cemetery. It is very disheartening and it's time for us to take a stand. So pamoja na Esther tunatengeneza safe house. Kama uko kwa nyumba na unapigwa, usivumilie hapo. Usivumilie kwa sababu kesho utauliwa. Tuko na safe house tumejenga kule Gigiri. Amejenga na NGCDF, nimeka pesa ya county. Ati unasema ati atabadilika huyu mtu, ati alikuwa amekunywa. Ati alikuwa ameangalia. Kesho tuko pamoja. Kesho atakuua. Karibu Esther. Your Excellency, the President of Kenya, William Samoei Ruto, the Prime Cabinet Secretary, my Governor, the Governor for Nakuru County, Members of Parliament, Senators, watu wa kanisa, askofu, wananchi, mrembe mposi, mrembe handi. Your Excellency, I'm glad to have this opportunity to talk. Lakini kwanza wacha niende kwa askofu. Askofu, leo umezungumza vizuri sana. Wajua, leo asubuhi nilisema nipumzike kidogo nione kwa mtandao kanisa yangu pale naendanga, ikiwa kwa mtandao nilikuwa nimechoka. Alafu nikasikia kuna hii sherekeo leo. Na nikatoka kwa nyumba kwa mbio. Sisi wote watu wa Nairobi, wale wa ODM na wale wa UDA, tuko kwa broad based government. Tumekuja hapa tukusherekee 73 years. Tunawapatia mapongezi. 73 years ni Mungu mwenyewe. Na vile askofu umezungumza, haki umeshika roho yangu. Siku hizi watu wa kanisa wamekuwa hawana hope wao wenyewe. Sasa kama watu wa kanisa wanakosa hope, sisi tutaenda wapi? Askofu umezungumza habari ya hope. Umezungumza habari ya vitu za serikali. Umezungumza habari ya shift. Umezungumza habari ya gender based violence. Umezungumza habari ya unity. Umesema lazima tuwe watu ambao tunaamini tutakuwa na hiyo uwezo ya kusurvive. Tusikose hope. Forward ever, backward never. Nimekusikiza vizuri na ninaomba watu wa kanisa wenyewe ambao wanalinda makanisa kila saa wanatisha rais wetu na wana prophesize vitu ambao si mazuri. Tunasema wao wapate hope. Kwa sababu Mungu wetu kweli anapenda Kenya. Mungu wetu kweli anapenda rais wetu. Mungu wetu kweli ameweka rais wetu na party leader wetu Raila pamoja ili Kenya iende mbele. Na hatuwezi kwenda mbele bila amani. Hiyo amani inatoka kwa Mungu. God is love. Na kama God is love, hataki nyumba ambayo kila saa inakuwa divided. Anataka tukae pamoja mstari kwanza. Your Excellency, what the governor has just spoken about, femicide. It's not a woman issue. Every time somebody is killed, women leaders are told, where are you? What are you doing? This is a national concern. You know, I saw your counterpart in South Africa actually remove bail completely. And I know it's a constitutional issue and it's a human rights issue. But sometimes we know the persons who are guilty are still being bailed and their cases are taking forever. And they are walking scot-free and the woman has been killed, butchered, raped, defiled, dead. I really feel you should take this up. We need a squad. We dealt with terrorism with the terrorism squad. We need a squad in the police force to deal with femicide, to deal with sexual gender-based violence. Because it is becoming very scary. Every single day. Alafu nataka kusema kwa mtandao. Wajua kila saa, hata uwezi kujua kama kitu imetendezwa
ili wapate likes au ni ukweli. Tafadhali, serikali ni yetu sisi sote. Tusiwe kila saa tunaangusha serikali yetu. Kama tunataka serikali ituchunge, pia sisi tuwe watu ambao tunaheshimu law and order. Hatuwezi kuwa watu ambao tunaweka vitu kwa mtandao ambao labda si haki, alafu tunatusi serikali kutoka asubuhi mpaka jioni. We have to work together. Femicide, nataka wanaume wasimame, waanze kuchunga wamama, waanze kuchunga wasichana, waanze kuchunga sisi, kwa sababu the oldest woman in this country who's been raped is 83 years old. The youngest 5 months. Tuko na shida. Askofu, lazima tuombe sana ili Mungu ageuze roho ya wanaume. Muanze kuchunga wamama na watoto wenyu. Sasa watakuwa likizo, wewe mwanaume chunga watoto. Na hao watoto wote wetu ambao wanapata mimba wakiwa likizo ni wanaume wetu ambao wanatukosea. Wacheni wasichana wetu, wacheni watoto wetu, chunga mama. Mwanaume simama imara, kwa sababu hata kama utashikwa na serikali, Mungu halali na anaona vile mnatenda. Asanteni sana, Mungu awabariki. Congratulations. Asante. Wamekubatiza Mama Region wa Nairobi. Na tuko na region zote, sio? Siku mnahitaji viti. Nimesikia kuna mambo ya viti. Unajua hizi ndogo ndogo msipatie rais. Nimesikia mtu akiuliza grader ya kiwanja. Hizi ndogo mnaachia governor na wabunge. Si ndio hiyo? Sasa grader, rais atatoa wapi grader? Na mko na governor. Nani aliuliza? Hiyo nitakufanyia lachi. Hii grader. County secretary kwa nyuma yako. Akumali kesho leta grader hapo tengenezea vijana kiwanja. In fact, on that note, let me introduce watu wa county government wasimame ambao wako hapa. Tuko na mawaziri, tuko na chief officers. Huyo wa kwanza, tuko na deputy DG, ngoja kwanza. Wewe ni mdosi. Huyo anaitwa Godfrey Akumali. Huyo ndio county secretary. Actually, I'd need you to introduce them quickly yourself. Haraka haraka. Tumpigie makofi akija. Mheshimiwa Rais, Archbishop wetu, kanisa na viongozi wote mlio hapa, hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Godfrey Akumali. Mimi ni County Secretary wa jimbo la Nairobi. Nataka kwa haraka ni wa introduce ndugu zangu. Niko hapa na ndugu yangu Patrick Analo, Chief Officer in charge of Urban Planning. Niko na Bram Simiu, Chief Officer in charge of Disaster. Niko na Oscar Igaida, Chief Officer Sports. Na niko na Waziri Mulama ambaye ni waziri wa Education na Sports. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nyangi. Tuko na Nyangi ambaye ni Vice Chair wa Liquor Board. Karibu sana, asante. Asante sana. Thank you. So, haujasema unaleta grader, but leta tu. Tushatoa amri. Nyangini anajita mama pombe. Yeye ndio anafunga hii mabaa na disco ziko mtaa, zinapiga kelele usiku, watoto wanakosa kulala. So vile nimesema, mambo mengine msipatie rais. Wa mama region waliniambia kila region inahitaji viti kadhaa na tents. Wa mama wanataka tents waweze kufanya pia income generating activities.